Jumanne kumekuwa na taarifa zinazotoka kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinaonyesha watu ambao wamekosa maadili wanatumia nguo ambazo ni nguo zinazoheshimika, nguo ambazo zinavaliwa na kina mama zenye heshima yake, lakini inaonekana watu wanazitumia kufanyia uhalifu. Kwa hiyo sasa nimeona kwamba ni vizuri haya matukio yanayo jinsi ambavyo yanaonekana kwenye mitandao. Nimeona taharuki imekuja mpaka kwa wenzetu kule Dar es Salaam na maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa hiyo nimeona nitoe ufafanuzi wa nini kilitokea, nini kimefanyika, lakini na hayo matukio ni yana mwelekeo gani, yakoje. Labda tu niseme kwamba kama mlivyoona tarehe 28 kwenye mitandao ya kijamii imeonyeshwa tukio la vijana waliovaa baibui. Baibui nafikiri linafahamika ni vazi la heshima linavaliwa na kina mama. Lakini wanaume wanalivaa baibui lile kwa kujificha ili wasifahamike. Lakini baada ya tukio hili kutokea likatokea tena na tukio lingine linaloonyesha watu wengine tena wamevaa mabaibui wanafanya tena uhalifu wa namna ile. Kwa hiyo imeleta taharuki kubwa sana. Taharuki kubwa sana, na si hapa kwetu mjini Magharibi tu, lakini Zanzibar mikoa karibu yote watu wameingiwa na hofu. Lakini na Dar es Salaam ameona juzi na jana ukiona watu wamevaa baibui kimbia. Sasa mambo kama haya bidi italeta madhara kwa kina mama wanaovaa mabaibui. Kwa hiyo tumeona tutoe ufafanuzi. Labda tu niseme kwamba tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 5 usiku pale kwenye kituo chetu cha Mazizini, ndugu Nasoro Suleiman Nasoro, yeye ana miaka 30, ni mkazi wa Kisauni. Alifika pale akatoa taarifa kwamba amevamiwa na vijana wapatao kati ya 5 au 7, wakamshambulia kwa mapanga. Lakini kwa hiyo wakawa wamemjeruhi majeraha madogo madogo mwilini mwake. Kwa hiyo tukio lile kwa bahati nzuri likatoka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo likaonekana, watu wakaliona. Kwa hiyo tukio lile limetokea. Sasa baada ya kufanya uchunguzi, siku ile tukaanza uchunguzi siku ile usiku tarehe 27. Kwanza tulibaini kwamba yule bwana Nasoro Suleiman Nasoro alikuwa kule Kisauni, kuna watu wana mambo ya hovyo. Watu wana tabia kuuza pombe za kienyeji. Hizi pombe zinaitwa mabobonya. Si mnazijua pombe zile zinazotengenezwa kwa mazao. Kwa hiyo alikuwa mahali anakunywa hizo pombe na vijana. Hao vijana waliompora wakamuona na pesa 300,000. Walipoona ile wakatoka haraka, kwa sababu maeneo yao ni maeneo ya pale pale Kisauni, wakaenda wakavaa baibui, mtaziona pale. Wanamjua, kwa hiyo wakamvizia njiani wakati anapita, ndio wakamvamia kwa lengo la kumpora zile hela. Sasa kwa bahati mbaya zile hela nafikiri alikuwa ashazitumia kwa mambo yake mengine nao nini kwa kuzikuta. Kwa hiyo tukio lina kweli litokea na mazingira yake yalikuwa hayo. Sasa baada ya kuliona lile tukatafuta taarifa. Kwa kweli niwashukuru wananchi walitoa taarifa nzuri. Tarehe 28 tulifanya msako mkali. Baada ya kupata taarifa na kujua kwamba kweli kuna vijana sasa hivi wamekuwa na hiyo tabia ya kuvaa hayo mavazi. Na walionekana kwa siku hiyo moja, ilikuwa ndo tukio la kwanza. Wananchi waliwaona, maana wananchi wapo wanapita wanaona. Kwa hiyo raia wema, wananchi wenye busara, wenye hekima wakawaona, wakatoa taarifa polisi kwamba wako watu wanavaa baibui wanavizia. Kwa hiyo tukafanikiwa kufanya msako mkali. Katika msako huo tukafanikiwa kuwakamata vijana 8, lakini kati yao 8 tuliowakamata 3 wameshiriki katika ile tukio nilolisema la tarehe 27. Vijana hao walioshiriki kwenye tukio hilo ni Mohamed Saha Hamis, yeye ana miaka 17, mkazi wa Kisauni. Lakini mwingine ni Fahadi Ali Muslim miaka 16, naye ni mkazi wa Kisauni. Mwingine anaitwa Ali Sufiani Rashid miaka 22, naye ni mkazi wa Kisauni. Hawa tumewapata, walipohojiwa wakakiri, na walipobanwa wakaeleza kwamba kuna kiongozi wao. Wakawapeleka askari kwake, sitamtaja jina kwa sababu tunamtafuta. Ni vijana kama unavyoona, umri wao wote ni watoto, miaka 16, 17. Wakawapeleka askari, wakafika kwenye ile nyumba hiyo ghetto wanakokaa na wanakoficha vifaa vyao. Kwa bahati mbaya yule alikuwa amekimbia, hayupo. Lakini nyumba ilipopekuliwa zikakutwa baibui 3 na panga moja, ambao ndio mapanga wanayotumia kufanyia uhalifu. Kwa hiyo ninachotaka kuambia wananchi ni kwamba hawa ni watu wa hovyo, ni watu ambao hawezi kufanya watu wakashindwa kufanya mambo yao. Nataka niwahakikishie kwamba jeshi lao liko imara, kama ambavyo nimesema wamepatikana, wapo. Na hii ilikuwa imeanza
Na kwa bahati mbaya mitandao ya kijamii sasa watu walivyoona ile wakaleta na mengine ya kule Mombasa. Kuna Mombasa nyingine kule Kenya, kuna eneo linaitwa Kisauni. Wakaleta na yale kutaka kutia taharuki zaidi. Lakini kwa bahati nzuri wako waandishi ambao nao wanajua, wakafuatilia, wakajua ni Mombasa ya kule, wakaleta, wakatoa nao kwenye mitandao kuonyesha kwamba hii sio ya kwetu. Na ni kweli tumefuatilia. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wale ambao wanatumia hii mitandao vizuri kutoa hofu kwa wananchi. Na nitoe wito kwa wale ambao wanaitumia vibaya kujaza hofu kwa wananchi, kuwatisha na kuharibu heshima ya nchi, waache, wafuate wale watu wenye nia njema. Na kwa kweli niwahakikishie tu watu kwamba ili tukio limetokea mara moja la watu kuvaa hizi na haitatokea tena. Mtu akijaribu, tushajua tutafuatilia. Mtu akijaribu kutumia vazi ambalo linaheshimika, baibui la kina mama, kujificha ili afanye uhalifu, hiyo nafasi haipo. Na wananchi waendelee kutupa taarifa, tutaendelea kushirikiana na wananchi, tutahakikisha kwamba na hao tuliowakamata nimewasoma majina ili yajulikane kule kijini wajue. Nitoe wito kwa wazazi. Wazazi waangalie watoto, kuacha watoto wakae kwenye mageto wanakaa wenyewe, wanapanga viumba, mtoto wa miaka 17, 16 wanapanga viumba wanakaa wenyewe. Hawana uangalizi, wafuatilie, matokeo yake ndio haya. Lakini pia kule Kisauni na maeneo mengine, kina mama wale wanaouza pombe za kienyeji, wanauza gongo, wanauza hayo mataputapu, wanakamatwa, wanaenda, wanarudi, wanakamatwa, wanaenda, wanarudi. Niwaambie kwamba sasa hivi tutashirikiana na vyombo vingine vya haki jinai, tutahakikisha kwamba ukikamatwa unauza pombe za kienyeji nyumbani, maana unaleta mazingira ya uhalifu mwingine kutokea, tutasimamia kesi yako mpaka ufungwe. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi ambao wanafanya hii biashara waache. Hilo ni la kwanza nitaka kulisema, na niliweke vizuri kwamba kweli hilo vazi lilitumika vibaya na wananchi walitujulisha. Siku moja tu baadaye tulifanikiwa kuliondoa katika kuwakamata ambao walitaka kuanza njia hiyo.